Unajua kwa muda mrefu watu wamekuwa wakifanya kazi kwenye eneo la content, na miongoni mwa maeneo ambayo nina interest nayo kiasi, nikasema leo tuje kushare baadhi ya vitu vidogo kutegemeana na uzoefu wangu mimi, lakini nimetizama zaidi kwenye namna gani tuna build credibility, kwa sababu credibility ni rahisi sana, ni ngumu sana kuijenga, lakini ni rahisi sana kuipoteza. Mimi naitwa Issa Baruti, ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni inaitwa BNI Consulting, na sisi kama BNI Consulting tunafanya kazi kwenye training na development, tunafanya kazi kwenye eneo la learning and strategic consultants na eneo la impact and sustainability. Na tukisema credibility, kwa sababu muda mchache, tukisema credibility tunachomaanisha kwa maana rahisi imeangazwa katika vitu vikubwa vinne. Kwanza, eneo la expert. Kwa sababu gani eneo la expert? Expertise ni watu. Kwa hiyo watu ndio wanajenga credibility kwa kiasi kikubwa. Utaalamu uliokuwa nao ukiweza kudeliver quality, ukatengeneza uaminifu, ndio watu wanaweza kufanya kazi na wewe. Utakuwa wewe ni mtu wa uhakika kwao. So kwa kudefine credibility kwa kiasi kidogo, kwamba sisi ni wataalamu, tuna kampuni, tumeajiriwa, maana yake tunategemea tu deliver performance yetu ya hali ya juu ambayo sisi tuna uwezo nayo, lakini pia tutengeneze uaminifu. Na uaminifu unajengwa kwa kufanya kitu consistency. Leo umefanya, kesho umefanya zaidi, kesho kutwa umefanya zaidi. Kwa hiyo utajenga uaminifu kwa mtu. Kama unafanya biashara, ulimwahidi client mpaka kufikia kesho saa 6 bidhaa yake au huduma yake itakuwa imekamilika. Kama haijakamilika, usisubiri client akutafute. Kwa simu mpigie, bwana tuliongea hivi na hivi, biashara yako product hii itakuwa imekamilika, lakini ninavyoona itakamilika kesho kutwa. Maana client atatengeneza uaminifu kweli na wewe, kwa sababu umejaribu kuwa mkweli. At the same credibility. Sasa credibility ina involve multiple issues au multiple factors. Na hizi factors ndio msukumo mkubwa wa kuwa credible. Kwanza ina involve factor ya kwanza ambayo kubwa, factor ya watu. Kwa sababu kule tuliona kwa maana expertise ni watu, factors, na everything start with people. Na ndio maana kuna kanuni moja inaitwa first who then what. Kwa hiyo if you have a right people in the bus, maana yake watakusaidia kwa kiasi kikubwa kuleta quality product, kwa sababu wale tayari ni expertise. Na factor ya pili ni organization culture, ni utamaduni. Culture kwa maana rahisi ni how people think, how people behave, na namna gani mnavyofanya kazi kwenye taasisi au kampuni. Kwa hiyo ufanyaji wenu wa kazi, ukishakuwa na watu sahihi, ukafanya kazi vizuri, ufanyaji wenu wa kazi ukawa mna culture nzuri za kujengeana uwezo, maana yake quality itaenda kujengwa kwa kiasi kikubwa, plus trust. Ya tatu ni process. Namna gani mnavyo process mambo yenu kwenye kufanya zenu kazi katika kampuni. Na mwisho ni quality content, kwa sababu content zina engage audience. Content zina communicate na audience na watu kwenye kampuni na tofauti. Na content zitatengeneza trust kwa kiasi kikubwa, na reliability itakuwa kubwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu kampuni tayari inakuwa credible. Kwa hiyo tufahamu kuwa ili tujenge credibility, we start with people na culture zitatusaidia, then process na quality content ambazo sisi kwenye kampuni tuna produce, whether our reports and all of that. Sasa tukizungumza content, sasa hivi ukizungumza content kwa lugha rahisi inajulikana kama mitandao ya kijamii, whether TikTok, Instagram. Wengi wetu tunaweza tukawa tuko huko. Na huu content creator maana yake anazungumza TikTok au Instagram, lakini content tunazungumza maudhui yoyote, yanaweza kuwa ni maandishi ambayo yanatokana na maandishi, yanatokana na picha, yanatokana na audio, digital content, yanatokana na video. Hizo zote ni content, kwa sababu maudhui hayo yote nia yake ni kuja kuinteract na audience, kuja kuinteract na customers wako. Kwa hiyo inaweza kuwa picha, inaweza kuwa video, na sisi kwenye kampuni yetu we have content, kama tunaposti kwenye social media content zetu, kwa maana unaposti kuhusiana na biashara unayoifanya, whether services au offer unayotoa.
Lakini we have financial reports, nazo pia ni content ambazo tuna interact nazo kwenye maudhui. We have company profile, zote zile ni content kwa sababu yale ni maudhui ambayo yanapeleka message kwa client wetu. Na any content kabla haijaenda public ni muhimu zaidi kuifanyia review. Kwa sababu gani tuna review na kuedit? Kwa sababu kupata credit, accuracy na ile kutengeneza credibility. Kwa sababu tunawezekana tukachapisha maudhui kumbe yamekosewa. Unachapisha flyers kumbe haina logo. Mwisho wa siku umetumia milioni 5 kuprinti, alafu unakuja kurealize baadaye kwamba umechapisha flyers ambazo hazina logo, na hizo nishawahi kushuhudia. Choa na mteja wake mmoja alimchapishia flyers za milioni 3. Wakaja kugundua kuna makosa mengi sana ambayo yamefanyika. Tutakuja kuona. Kwa hiyo tukifikiria content, maana yake tufikirie kwa muktadha ambao mtu anazungumza, that is the content, na nazungumza baadaye inaweza kuchukuliwa kupelekwa kwenye social media, either message kama hizi, digital content, audio au picha ambayo inakuwa posted mahala, nazo pia ni content. Sasa why do we need ku review na kuedit content? Kuna sababu nyingi, lakini mojawapo ni kuzuia ile misuse ya resources na miscommunication. Na hii nimetoa mfano kwamba wako watu wanapoteza pesa kwa sababu hawaja review report zao. Na ukitafuta kuna financial Red Cross waliwahi kutoa ripoti yao moja, walisema wao wamepoteza fedha nyingi sana kwa sababu ya misallocation ya disaster fund kwenye sehemu ambayo haikutakiwa kwa sababu ya internal report, financial report ambazo zilikuwa zinachapishwa ndani. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake misuse resources ambazo wanazitaka. Leo tutataka kutengeneza proposal hapa kwa ajili ya uzinduzi wa Fikra app. Lakini tukatengeneza budget, tukamhaya mtu, budget ikiwa ndogo, maana yake tutalazimika tena kuingia mifukoni kwa sababu hatuja review wala hatujafanya editing ya yale maudhui yetu ya report. The same ku maintain credibility na trust kwa ajili ya audience. Zamani hapa Tanzania kulikuwa kuna kampuni watu walikuwa wanawekeza hela. Baadaye ikaonekana yule mwekezaji, serikali imeenda inataka kufanya uchunguzi wa zile pesa. So alichokifanya, aliingia tu akarekodi WhatsApp, jamani sasa hivi hamwezi kupata hela zenu zile gawioni, serikali wameingia, kwa hiyo mtajuana, nendeni huko polisi mkafuatilie. Sasa ile maana yake amepoteza credibility. Lakini kama alikuwa anaweza kutoa press release nzuri, akaeleza na hatua gani serikali zinafanya na watu wao wanavuta subira, maana yake angetengeneza credibility nzuri na trust nzuri. The same New York Times mara nyingi wanatoa public notes kama wamekosea mahala, ili kujenga credibility yao kwenye organization kwa kiasi kikubwa. Lakini pia to ensure clarity, accuracy and information. Kwa sababu muda mwingi, na hapa zinaelezewa sana ripoti za fedha, zinaonekana kwamba ndo zina makosa mengi. Kwa maana ukifanya kazi yako kamaliza, maana yake tuna prevent kwamba ukiwa una review, anaweza kureview mtaalamu akapitia zile numbers, anaweza akareview mtu wa content. Hata nilikuwa nasoma kuna mwongozo mmoja wa ushirikishwaji wa wazazi wa watoto shuleni, ya wazazi shuleni. Ule muktasari una peji kama 20 lakini ulihaririwa na watu 8. Yaani waliupitia watu 8. Na mmoja alikuwa mwalimu wangu wa chuo kikuu, daktari. Kwa sababu gani? Kwa sababu ile inaenda public. Na ili kutengeneza credibility kwa serikali, maana yake lazima kitu kinachoenda public lazima kiwe very clear, kinaeleweka na ni salama na watu hawato judge. Lakini la tatu, kufanya alignment ya content organization values na standard. Kila organization ina values zake na standard zake. Leo hii tukiwauliza taasisi fulani ya kidini ikaposti picha ya watu wamekaa uchi, nyinyi mtaichukuliaje? Ovyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu wamevunja values zao. Kwa hiyo katika kujenga values, ndio maana tunafanya review na tunafanya editing za content, kuangalia hizi content zimepita kwenye standard zetu, kwenye values zetu ambazo tumejiwekea, kwenye policy zetu. Na standard ya content, ndio maana kwenye makampuni makubwa kuna mtu anaajiriwa anaitwa Chief Content Officer. Maana yake kazi yake kuangalia zile content ambazo zinakuwa posted, zinakuwa published, zimepita kwenye standard ya kampuni na goals zao.
Kwa hiyo ukikuta organization inatoa post nyingine nje ya vile, maana yake tayari inaweza ikawa judgment kwa sababu ya kuharibu hiyo values na standards zao. Lakini ku reduce errors na avoid potential misunderstandings. Na hizi ziko sana. Mfano errors za maandishi. Sisi tunaandika sana. Na tukiandika maandishi maana yake kuna connotation nyingi. I mean punctuation mark, zile koma, nukta, zote zile zina maana. Kutumia herufi kubwa na ndogo zina maana. Wapi utumie herufi kubwa, wapi utumie herufi ndogo. Tunajua ukianza kuandika Tanzania mwanzoni mwa sentence maana yake T lazima iwe kubwa. Tukianza kuandika ukisema neno nchi likianza kuwa mwanzo N lazima iwe kubwa, lakini ikishakuwa nchini N inakuwa ndogo kwa sababu imetumika kama kielezi. Kwa hiyo kutumia hizo, kuavoid hizo errors hizo, wakati unaelezea alikuwepo Abdalla Ndele, Udhaifa Hassan, hayo maneno hayawezi kupita bila ya mkato kwa sababu unaelezea vitu viwili vitatu na kuendelea. Kwa hiyo kuzingatia punctuation mark, ndio maana tunafanya review na kuedit content ili kuhakikisha zile content zimezingatia, kwa Kiswahili tunaita alama za uakifishaji. Ya mwisho, to improve engagement and understanding for the audience. Kwa hiyo if you want people to engage with your brand, you must be active, engage with them. Kwa hiyo lazima uwe una engage na watu. Sasa kuengage na watu maana yake content zako lazima ziwe very engaged. Zinakuwaje engaged? Maana yake ili uzipeleke you have to review it. Kwamba umetoa report, watu wataitumia hiyo kama reference. Umetoa report, watu watatumia hiyo kwenye kujaji predictions za kuja kuwekeza kwenye kampuni yako na vitu vingine. So the common mistake ambazo zinatokea mara nyingi, kwanza spelling na grammar nimeeleza ambazo zinatokea sana, tunafanya sana. Kwa sababu gani? Tunaandika vitu unapeleka. Lakini sisi kwenye taasisi zetu tunaweza tukawa tuna kikundi cha mtu mmoja wawili, tunawatuma kwanza kwenye group, tunaangalia yale maandishi yamekaaje na standards kabla ya kupeleka nje, ili zitusaidie tusiende nje na video ina makosa au na video ambayo ikatoka kwenye values zetu. Pili, inconsistent tone on the style ya kuzungumza. Kuna ile lugha professional ambayo nimeona chairman siku hizi anaitumia ya kutosha, ambazo unatakiwa kuambia au kuzungumza na audience yako. Huwezi kusema kwamba company the best more than others. Atengeneza tone ambayo itawacapture watu wawe engage na wavutiwe na wewe, na hizi ziko nyingi. Lakini ignoring the target audience. Kuna mwingine unaweza ukapost kitu lakini ukawa hujazingatia wale audience ni yako ni akina nani. Na hii ni kwa sababu kama haujahariri, maana yake unatoka kwenye goals na standards zako zile ambazo tumeeleza. Incorrect outdated information. Pepsi nakumbuka 2017 waliwahi kuchapisha, wakakosolewa chapisho ambayo taarifa ziko outdated. Taarifa za nyuma zimechapishwa wakati huo, na hii inatokea sana pale ambapo tuna copy paste. The same hata presentation, tukipata nafasi ya kufanya presentation maana yake tusicopy tukapaste. Presentation uliyoipresent kwenye sukuku iliyopita sio lazima uje kuipresent sukuku hii. Maana yake unaweza ukaiedit ionyeshe. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya target audience. Dhana inaweza kuwa moja ya sukuku, lakini kwa sababu ya target audience kule ulikuwa unazungumza na watu wanaotaka kuwekeza, hapa unatengeneza uelewa wa watu ambao hawajui nini maana ya uwekezaji kwenye sukuku. So kuzingatia hilo information zinasaidia sana kwenye hilo. Lakini poor structure and flow. Na hili linatokea sana kwa sababu hujui uanze na nini, flow yako ina capture na nini, ili kwenye kuweza kuelewa na kuunganisha stories. Kwa hiyo baadhi ya steps, kwanza review for the purpose. So andiko lako kama ni proposal, anayetakiwa kureview anaweza kuwa mtaalamu wa proposal, lakini bado ukahitajika kumpa mtaalamu mwingine ambaye labda anafahamu lugha zaidi, kwa sababu yeye akiedit ata-edit for the purpose ya wewe proposal unaipeleka wapi. Lakini muda mwingine ukimpelekea mtu anayejua lugha, anatafuta ile lugha na makosa ya kigrama kwenye kuedit. Lakini check for the accuracy. Kuna facts, kuna numbers. Na proposal nyingi zinaenda, kuna financial issues zinakuwa zinaleta implication, kwa sababu kama hujafanya review vizuri unaweza ukaandika kitu ambacho hakipo, au ukazidisha ukaomba numbers zikawa nyingi kuliko vile unavyohitaji. Improve clarity na readability. Very simple. Remove jargons ambazo zinatokea. Ndio maana tukisoma ripoti zote official
vile vifupi kule juu lazima waanze kuvidefine. Wakisema CM wanamaanisha chairman, wakizungumza PMC wanamaanisha project management officer, kule zinakuwa defined. Sasa ukiweka jargon sana, maana yake wewe unawafunga watu na kufanya hilo andiko lako au content zako zisieleweke vizuri. Ensure consistency and branding form, kuhakikisha ile tone yako ya lugha, style. Tukiweka hapa kuna design zake, Luqman ana design mingi, nikiona kokote najua huyu Luqman, kwa sababu yeye ameamua kubaki kwenye branding yake na aina zake za font ambazo wanazitumia. Lakini final, kufanya proofreading. Proofreading is almost inachukua 20% mpaka 30% ya content. So proofreading inaweza kuwa ya maneno au hata picha, kuedit hii picha hii. Kwa mfano hii tukiposti sisi value zetu sio mtu kuvaa kipepsi sijui au kuvaa t-shirt mathalan kama hivyo. Kuvaa picha imechorwa, hii itatuondoshea credibility. Kwa hiyo kufanya editing na kufanya proofreading kwenye baadhi ya content itafanya kutoa errors na kuhakikisha ile quality kwa kiasi kikubwa imefikiwa. Kwa hiyo kwa ujumla nilikuwa nagusa tu utangulizi huo, lakini kwa kiasi kikubwa content zinachangia kwa kiasi kikubwa katika kubaki kwenye credibility. Kwa hiyo we should be careful nani tunamuengage, culture gani tunaitengeneza na process, ili waweze kutusaidia kudeliver content ambazo ziko quality. Asanteni sana.